Shetani amwogopi mtu sababu ya kuomba kwake, lakini pia shetani amwogopi mtu kwa sababu anasoma neno la Mungu na kuliweka kichwani. Shetani amwogopi mtu yoyote ambaye anakwenda ibadani kwenye mafundisho. Shetani anachokiogopa ni mtu kuchukulia hatua kile anachofundishwa kanisani na kukiweka kwenye matendo. Shetani haogopi tu mtu anavyoomba. Shetani anaogopa mtu ambaye anaposoma neno la Mungu analichukulia hatua na kuliweka kwenye matendo, kujifunza namna ya kuenenda nalo neno la Mungu linavyotaka. Ndio maana wakati wote ambapo mtu anaomba huwa kunakuwa na vita ya kawaida tu ambayo shetani anainua, ambayo vita hiyo ukipambana siku 2-3 inakuwa imeisha. Vita ya kusinzia, vita ya kutokuelewa neno, ambayo utaipambana siku ngapi kadhaa utaielewa neno, siku kadhaa usingizi utaacha. Lakini mtu ambapo anapochukua neno la Mungu na kukutaka kuliweka kwenye matendo, vita inayoinuka ni kubwa. Kwa sababu gani? Shetani anajua kuna kitu kikubwa utakipata kama utakuwa na uhusiano mzuri na Mungu katika matendo. Vyote kwenda kanisani, kuomba, kusoma neno, vyote ni muhimu, lakini vyote vinabebwa katika matendo. Ni lazima hayo matendo ili uweze kuyatenda, lazima ustawishe nia ya kuyatenda. Kama hautastawisha nia ya kuyatenda, utakuwa unaenda kanisani kimazoea, utakuwa unaomba kimazoea, utakuwa unasoma neno kimazoea. Kwa sababu hata watu wa mataifa wanasoma neno, hata walevi wana neno kichwani. Tena wanasema kabisa, Bwana Yakobo 4:7 imeandikwa mpingeni shetani. Hawasemi mtiini Mungu, wanasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Wakati imeandikwa kwanza mtii Mungu, kisha mtii Mungu ndipo shetani atakukimbia. Lakini kwa nini hilo neno walilonalo kichwani linashindwa kuwabadilisha? Kwa sababu hawajataka kulitoa kwenye neno na kulileta kwenye uhai katika matendo. Ninachokizungumza hapa, mtu wa Mungu, unao nafasi ya kuliweka neno la Mungu katika matendo. Japokuwa kuna vita itainuka, kwa sababu wakati wowote ambapo mtu anataka kuliweka neno la Mungu kwenye matendo, shetani anainua vita kubwa kuliko ya mara ya kwanza. Kwa kama walikuwa anapiga umbea, amesema sasa hivi nataka umbea, basi anainuka yule rafiki yake aliyekuwa anapiga umbea, ndugu yangu, nao umbea moto ambao umbea nitaka usikuambie, lakini sasa leo acha nikwambie kwa sababu umeokoka. Shetani amemuinulia kukuletea umbea moto. Alafu shetani anakusemesha kichwani kwako, kubali, msikilize. Alafu kisha msikiliza, piga huo umbea. Ukishapiga huo umbea utaingia kwenye toba. Akati tayari umeshaanguka hapo. Unaposema kwamba kuanzia sasa hivi sitaki tena uzinzi, sitaki tena matendo maovu, ndipo wale wa zamani, wale wa dada au wale wa kaka waliokuwa na kuapproach kila siku, ambao walikuwa wanakukataa, leo hii wanakukubali na kukufuata mwenyewe, kwa sababu shetani anawatia uvuvio kwamba sasa kuna kusudi ndani ya ule mtu, naona linataka kutengenezeka, nataka kuliondoa. Sasa hebu inuka, nenda pale kamwambie wewe mzuri, ambapo mara kwanza alikuwa anakukataa. Sasa hivi anakuja na kuletea pesa na kuletea zawadi, ili tu kwa sababu shetani ana kitu anakitaka kutoka ndani yako. Shetani anapokufuata kutaka kusambaratisha kusudi lako baada ya kuokoka, hana mpango na wewe, ila shetani ana mpango na ulichokibeba ndani yako, ambacho hakionekani kwa macho, lakini katika imani na katika matendo anajua kipo faida kubwa utakayoipata pale utakapomwelekea Mungu na kumwacha yeye na matendo yake maovu. Sasa ni lazima tutendee kazi neno la Mungu, tuliweke katika matendo. Japokuwa kuna ugumu utainuka, kuna vita itainuka pale unapotaka kulichukulia hatua neno la Mungu la utekelezaji, lakini kupitia Yesu uliye naye ndani mwako, moyoni mwako, rohoni mwako, atakuwezesha kushinda kila jaribu ovu linalopangwa na adui. Ila hilo jaribu litaonekana kama linakuja, kama linakugusa, lakini katika nia yako ya kustawisha kushinda uovu, Yesu anaivotilia ile nguvu, ile jaribu linakuvuka. Mungu jinsi alivyo hata kulazimisha kushinda uovu, ila Mungu atahitaji kwanza nia yako ichoke uovu. Sasa ili Mungu mtu wake achoke uovu, ndio maana Mungu anaruhusu majaribu mengi, anaruhusu matatizo mengi kwenye maisha ya huyo mtu, ili yule mtu afike mahali ya kujikinai. Ukishajikinai utastawisha nia mpya ya kumwelekea Mungu na kutaka kuacha uovu. Ukishastawisha ile nia sasa, ukishastawisha ile nia, Mungu ndio anaitilia ile nguvu na anasema, sasa nilichokuwa namtafuta mwanangu kumletea majaribu yote, matatizo yote, ni ili nimpate. Sasa nimeshampata. Nilikuwa nataka astawishe hii nia mpya ambayo ya kubadilika. Ukishaistawisha, Mungu ndio sasa anafurahi, anasema sasa mwanangu amebadilika, sasa mwanangu amenirudia. Ndio maana kuna watu wengi ambao wapo ibadani, wapo kanisani, bado hawabadiliki, hawapati badiliko. Kwa sababu gani? Nia zao hawajataka kuzistawisha nia mpya. Wanataka mpaka Mungu atumie njia ngumu, njia ya maumivu ya kuamua kuzivunja hizo nia kwa lazima, kukuleta majaribu magumu yaliyo nje ya uwezo wao, iwe ya kuwapeleka hospitali, iwe ya kuwapatisha ajali, iwe ya kuletea magumu, kulala njaa, iwe ya kuletea majaribu ya kufukuzwa kazi, ili kupitia kuchoka kwao na kuona sasa hivi nimeamua kumgeukia Mungu moja kwa moja. Hiyo Mungu ndio nia anayoitaka. Sasa usiruhusu Mungu atumie njia ngumu ili kukurudisha kwake.
Hebu tumia njia nyepesi ya neno tu linalohubiriwa ili uliweke kwenye matendo na kuamua sasa kumsikiliza Mungu na kumsikia Mungu nini anataka, na ustawishe nia yako ili Mungu aweze kukutumia ili uendee kwenye lile kusudi lililokuleta duniani. Nafasi unayo, mtu wa Mungu. Yesu ni mzuri, Yesu anabadilisha, ila ni pale ambapo nia yako utaistawisha kwenye kubadilika. Na Mungu akubariki sana.